Bwana Yesu asifiwe. Leo tunajifunza nguvu ya msalaba. Pale msalabani tunaweza tukapata nguvu inayotoka msalabani. Tunaweza pia tukapata ujumbe kutoka pale msalabani. Kwa hiyo kuna ujumbe wa msalaba pale, lakini pia kuna nguvu ya msalaba. Leo mimi nazungumzia habari za nguvu ya msalaba. Tunavyozungumzia msalaba, kwanza tunazungumzia kuanzia kukamatwa kwa Yesu, kuteswa na kupigwa kwa Yesu, kufa kwa Yesu mpaka kufufuka. Kitu cha kwanza naomba uelewe kwamba kila kilichotokea msalabani ni kwa ajili yetu. Kila kilichofanyika msalabani ni kwa ajili yako. Yaani chochote, kule kukamatwa, kudhihakiwa, kule kupigwa, kule kuteswa, kule kuburuzwa, kule kufa, mpaka mauti, mpaka Yesu anakufa, mpaka anafufuka, ilikuwa ni kwa ajili yetu. Kwa hiyo ule msalaba 100% ni kwa ajili yetu. Sasa kwenye msalaba kuna nguvu inayopatikana. Nguvu mojawapo ambayo tunaipata msalabani ni nguvu ya kuwasiliana na Mungu. Msalaba unatupa access to God. Tuna uwezo kabisa wa kumpata Mungu na kuwasiliana naye kupitia msalaba. Hiyo nguvu tunaipata msalabani, kwa sababu nimekuambia kila kilichofanyika msalabani kilikuwa ni kwa ajili yetu. Kwa hiyo ndani ya msalaba tunapata nguvu ya kuweza kuwasiliana na Mungu. Tukisoma katika kitabu hiki cha Waefeso, kitabu cha Waefeso sura ile ya Waefeso 2:18-19. Waefeso 2:18-19. Neno la Mungu linasema, kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika Roho mmoja. Kwa hiyo kule kupigwa kwa Yesu kulitupa nafasi ya kuweza kumkaribia Baba wa mbinguni. Ukiwa hapo chumbani kwako, ukiwa barabarani, ukiwa peke yako, wewe mwenyewe una uwezo wa kuwasiliana na Mungu bila kupitia kwa mtu yoyote. Unacho kibali. Hicho kibali, hiyo nguvu unaipata kwa ajili ya Yesu. Kwa hiyo haina haja ya kusema mimi nasubiria mtumishi fulani akiongea na Mungu ndo anasikizwa. Hapana, mwana wa Mungu. Msalaba si wa mtu binafsi. Kazi ile ya msalabani sio ya mtu, sio mali ya mtu, ni ya kila mtu yeyote, awe masikini, awe tajiri, awe mwenye mali, awe msomi au asiyesoma. Kikubwa ni kuiamini tu kazi ya msalaba, halafu kwa imani unawasiliana na Mungu kupitia kazi ya msalaba. Kwa hiyo tunasema msalabani tunapata uhalali kabisa au ruhusa ya kuweza kuwasiliana na Mungu. Kwenye msalaba namba 2, msalaba unapatia nguvu ya baraka. Baraka ni haki yako. Tunapozungumzia neno baraka liko tu general. Baraka ni pamoja na kuwa na uwezo wa kujitosheleza yale mahitaji yako unapokuwa unayahitaji. Baraka ni pamoja na kupa mfano na afya nzuri, kuwa na uwezo wa kupata chakula, malazi, kuwa na uwezo kama unataka kusomesha watoto wako wasomeshe, kuwa na uwezo wa kupata mahitaji yako yote, ya kupata vipawa, ya kupata karama mbalimbali, ya kufanya kama mtu yote yule ambaye anafanya duniani. Msalaba unakupatia hiyo haki. Kwa nini tunasema msalabani pale? Mtu kutundikwa msalabani, ile ni laana, na kinyume cha baraka ni laana. Nimekuambia kila kilichotokea msalabani kilikuwa ni kwa ajili yako. Sasa Yesu amepigwa msalabani, amekufa. Wewe ulitakiwa ufe, amekufa yeye.
Wewe ulitakiwa kutukanwa, ametukanwa yeye. Wewe ulistahili kabisa kwa dhambi zetu sisi tulizo nazo, kwa jinsi ulivyo wewe hapo, ulistahili kabisa kufa. Kwa jinsi ulivyo mbea, kwa jinsi ulivyo mshirikina, kwa jinsi ulivyo muongo, mchonganishi, wewe mzinzi, kwa jinsi ambavyo upo hivyo ulivyo, unatoa mimba, unaiba wake za watu na watoto wa watu, unaharibu, yani wewe kuzimu inakutumia inavyotaka. Kwa jinsi ulivyo ulistahili kabisa laana, wewe utundikwe pale msalabani. Lakini ona Yesu alichokifanya. Alisema wewe umeyafanya hayo yote kwa sababu ya kudanganywa na shetani, kwa sababu ya kutendwa kwa akili, ya kushikwa mateka na kuzimu. Akasema wewe hutaenda, akaenda yeye. Kwa hiyo kitendo cha yeye kufanyika laana ile ambayo ilistahili uwe nayo, basi wewe ulipata baraka. Kwa hiyo haiko sababu ya kuishi chini ya laana, una sababu kabisa ya kuishi kwenye baraka zako. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13. Wagalatia sura ile ya 3 ni ule mstari wa 3. Wagalatia 3, nitafute hapa, tunasoma mstari wa 13. Maneno ya Mungu yanasomeka hivi: Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angekuwa juu ya mti. Kwa hiyo Kristo ameshaichukua hiyo laana, hudaiwi chochote. Kazi yako kubwa ya kufanya hapa ni kuamini kazi ya msalaba. Kazi yako kubwa ya kufanya hapa ni kumwamini Yesu Kristo. Amekwisha kuchukua. Haipo sababu ya kusema mimi sijui nina laana sijui za mababu. Yesu alichukua. Sijui nina laana sijui mizimu inanifanyaje. Yesu alichukua. Cha kufanya wewe kwenye hizo roho zinazokutesa ni wewe kusimama kishujaa na kuvaa moyo wa imani, ukachukua ya maandiko ambayo ninakuelekeza hapa, ukasema mimi kila laana inayonifuatilia, laana ya umaskini, laana ya kukataliwa, laana ya kukosa kazi, laana ya kukosa mahitaji, laana ya magonjwa, Yesu alikwisha kuchukua msalabani. Na kataa, unaikataa. Ukiona kuna laana inakufuatilia, kuna mtu alikaa mahali akasema ikupate, kinachotakiwa ni kusimama na kusema hivi, itoke, iondoke kwa jina la Yesu, kwa sababu Yesu aliichukua msalabani. Kwa hiyo Yesu tunasema kwamba alitupa nguvu ya kupata baraka kwa sababu alichukua laana zetu. Namba 3, msalaba una nguvu ya kuharibu kazi za shetani na uhalali wake. Msalaba wa Kristo unaziharibu kazi za shetani na uhalali wake. Shetani ni roho na Mungu ni roho. Mungu tunaweza tukasema ni roho safi, shetani ni roho chafu. Sasa hizi roho huwa zinashindana katika ulimwengu wa giza. Ili zifanye vitu vyake hapa ulimwenguni vitoke, vinakuhitaji wewe mwenye mwili zikuvae. Sasa roho zote za kuzimu kazi yake ni uharibifu. Ni kuleta yale mambo mabaya yote unayoyajua bila kuyataja hapa. Najua mambo mabaya yote unayoyajua, yote hadi unayofikiria, ndio kazi za shetani. Sasa ili hizi kazi za shetani wewe zikusumbue, zikutumikishe, kuna wakati zinakuja zina uhalali kabisa. Umeenda wewe mwenyewe umezini, umevaa roho. Umeenda wewe mwenyewe sijui umeenda kwa mganga, umevaa roho. Sijui umetukana sijui umeishije kizembezembe ukapata roho huko. Shetani akakuvamia. Cha kufanya, rudi msalabani. Kwa nini? Kwa sababu msalaba una uwezo wa kukufunga kwenye kifungo chochote ambacho ibilisi anaweza akakufunga. Wakolosai sura ya 2. Wakolosai sura ya 2. Wakolosai sura ya 2 tunaanzia mstari ule wa 14 na 15. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Kwa hiyo kulikuwa kuna hati ambayo ilikuwa ina uadui na sisi, hati ya torati.
Kwenye Torati kule ndo kuna matamko makubwa ya laana. Matamko, kusoma ile Torati 28 kuanzia 15 kwenda mbele, anazungumzia laana, sijui za nini laana. Zile laana zote zinazotupata, mashambulizi yote ya kuzimu, hati imefutwa. Shetani ni kama mshtaki, huwa anapeleka, unakuwa na hati pale ya mashtaka. Unamuona yule Eliza anahubiri pale ni mzinzi, unamuona Eliza sijui kafanyaje ni mwenzi, unamuona kuna mashtaka pale. Kwa hiyo anatafuta uhalali wa kumfunga mtu. Cha kufanya sasa nikishajua hivyo, nasimama kupitia msalaba. Nasema Kristo alichukua laana. Kristo alichukua laana yangu ya uasherati. Kristo alichukua laana yangu ya uzinzi. Kristo alichukua laana yangu ya umaskini. Kristo alichukua. Halafu zile roho zinaachia, kwa sababu ulimwengu wa roho ni system. Unaelewa kabisa. Simama kwa imani, mwana wa Mungu. Uamini msalaba wa Kristo. Ukufungue kwenye vifungo ambavyo vinakuwa vinakutesa. Tunaweza tukamalizia haraka namba 4 na namba 5. Namba 4 anasema kwamba msalaba ulikupa nguvu ya upatanisho kati yako wewe na Mungu pia na watu. Msalaba ulikupatia nguvu ya upatanisho kati yako wewe na Mungu, lakini pia ulikupatia nguvu ya upatanisho kati yako wewe na watu. Waefeso 1 mstari ule wa 5. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe nawe kwa njia ya Kristo Yesu sawasawa na urathi wa mapenzi yake. Kwa hiyo Yesu alitupatanisha, alituchagua, akatufanya sisi tuwe watoto wa Mungu. Wakorintho wa pili 5:18. Wakorintho wa pili 5:18. Maneno ya Mungu yanasomeka hivi kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili: lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hiyo kupitia msalaba wa Yesu una uwezo kabisa wewe wa kupatanishwa na Mungu hata kama umefarakana naye. Mungu ni mtakatifu, mwana wa Mungu, hakai sehemu yenye dhambi, na namna pekee ambayo itakusaidia wewe kupata neema ya kushinda dhambi ni msalabani. Kwa mimi hapo uliko, mimi sitaki kujua umekwisha kufanya dhambi gani, ila kwa dhambi yoyote, kwa ukubwa wote hiyo dhambi unayo, kwa udogo wote ambayo dhambi inayo, unaweza ukaugeukia msalaba ukasema, hii dhambi, nimekula rushwa sana, nimeua watu sana, nimezini sana, nimetoa mimba sana, sasa na ugeukia msalaba. Unasema tu hivyo, msalaba unachukua hiyo mizigo yako, unakupa nguvu ya kukupatanisha na Mungu. Nakwambia unakuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita, unazaliwa upya kabisa. Sasa uzaliwi tena kwa mapenzi ya Mungu, unazaliwa kwa mbegu ya ile neno unalosikia. Unapoyaamini ya maneno ya Mungu ndio yanayokuzaa, na uzaliwi tena kwa mwili, unazaliwa rohoni. Mwana wa Mungu, naomba nimalizie kwa kusema kuwa pia msalaba unakupa nguvu ya msamaha na unakuondolea adhabu na hatia ya dhambi. Utasoma Waefeso 1:7. Msalaba wa Kristo unakupa nguvu ya msamaha na unakuondolea dhambi na hatia, yaani unakuondolea kabisa adhabu zako zote. Hizo ni nguvu baadhi ambazo zinaweza zikapatikana msalabani, mwana wa Mungu. Kama bado hujamwamini Yesu Kristo, ninakukaribisha. Yesu Kristo ni Bwana, Yesu Kristo ni Mwokozi, Yesu Kristo anampenda kila mtu. Yesu sio wa mtu fulani, Yesu sio wa dini fulani, Yesu sio wa matajiri, Yesu sio wa maskini. Yesu ni wa kila mtu na anamkubali mtu jinsi alivyo. Wewe njoo hivyo ulivyo, atakufundisha. Usiangalie watu kwamba sio watasema wewe ukoje. Aliyewafundisha wao atakufundisha na wewe. Karibu sana na Mungu akubariki. Endelea kufuatilia neno hapa kwenye channel yako ya Mwalimu Elizabeth Kaisa. Mungu akubariki sana.